Yes, Joe, mambo vipi? Kama kaa, mimi naitwa Sam C, Gademit TV. Niko na mwanangu Shab the Badi. Kwani wewe nani? Wewe nani bwana? Kwani wewe nani? Sasa huu ni ulimwengu fulani wa kitofauti sana ambao leo tunazungumzia ulimwengu fulani wa road hivi. Wewe unatumia kuivuka alafu wengine wanatumia kusafiria au vipi? Sasa kuna mwanetu atatufahamisha mengi zaidi kuhusiana na uko barabarani au vipi bwana? Na tuko naye hapa maswali kibao tunezetu. Zela Michezo CEO. Sasa tuko naye mwanetu na atatujuza vitu vingi sana. Kwanza natamani nimuulize, oya, umepokeaje ujio wa Gademit TV? Bwana, ujio ni mkubwa sana. Wewe ulivyopata taarifa kwamba Gademit bwana inahusiana na watu wa road, wewe ukajisikiaje labda? Bwana, nafsi kwanza nilijisikia furaha sana. Sababu yetu tunatoa sana kabisa. Sure. Sasa sisi tunatamani kujua vitu ambavyo mnakutana navyo barabarani, changamoto zile kubwa kabisa ambazo wewe ishai kukuface alafu ukasema sitaki kuona, ni ipi ambayo ulikutana nayo? Bwana, barabarani changamoto ni nyingi sana. Kwa hiyo lazima tupambane. Sasa mwanetu Shab the Badi atatufahamisha kuhusiana na vitu vingi, lakini before ya yote natamani nimuulize kuhusiana na upokeaji wake, ilikuwaje alipopata taarifa ya Gademit TV, kwa sababu huu ni ulimwengu wao. Bwana, ulijisikiaje baada ya Gademit TV kuja kwa sababu ya nyinyi watu ambao mnatumia barabara? Bwana, kwanza mapokezi ni makubwa sana. Cha pili na furaha, sababu mwanetu tunatua kapiga. Kwa hiyo tunafurahi sana, tutaenjoy kiufupi yani, sababu kipo cha kututetea. Kwa hiyo kama tutakuwa na kero lazima tuiongee imadi tupate kusikika. Ya, safi sana. Hii ni special kwa ajili yenu. Kwa hiyo wewe kama wewe sasa imekuwa umeprefer vitu gani zaidi ambavyo vitokee kwenye industry ya madereva, yani ambavyo changamoto zenu ambazo zinatokea hapa ndio mara pake pa kusemea au vipi bwana? Bwana, changamoto tunazopitia ni madereva nyingi sana. Nyingi sana. Yani kuna hekaheka tunazopitia. Mungu mwenyewe ndo anajua mpaka siku kufika hapa. Kwa changamoto ni kubwa sana. Kwa hiyo sababu Gademit Blandi ni kubwa na ishaanza kazi yake. Basi tunafurahi yani, kama tutakuwa tuna vitu ambavyo vya kuviongelea vinavyotusibu, lazima tuviongelee ili tupate taarifa muhimu. Na inasemekana kwamba madereva nyakati za usiku mara nyingi waga mkitembea road na nini mnakutana na vibweka, yani masuala ya wizard, uchawi. Hii imekaje kwako? Ushawahi kukutana na changamoto yote namna hiyo? Bana, changamoto hizo za wizard za michezo hizo mimi sijawahi kukutana. Ila kiupande fulani michezo hiyo watu wanafanya za walazi. Mimi naona kama ilikuwa zamani sana, watu wanapiga lazi sana, wanafanya za walazi sana. Kwa hiyo michezo kama hiyo ipo, watu wanafanya, wakiamua kukuletea michezo na kuletea michezo. Ikumbuke tu huu ni ulimwengu fulani wa kitofauti sana, ulimwengu wa madereva, na Zela Michezo leo atatufahamisha kwamba yeye kwa jinsi ambavyo ametembea kwenye nchi nyingi tofauti. Kwanza atuambie huu ulimwengu mpya kabisa yeye anauonaje ulimwengu wa barabara. Bwana, ulimwengu kwanza sina ulimwengu tofauti. Alafu ulimwengu ambao uzungumziwi. Kwa tuna changamoto nyingi sana tunapitia, tunashindwa kuzisemea. Ila Gademit Blandi kwa heshima, kwa kuheshimisha madereva, tunafanya zetu lazi. Kwa kama tuna kilio chetu, lazima tuje nyumbani tuseme ya moyoni, maisha mengine yaendelee. Hamna kutuzungumzia zaidi ya Gademit Blandi. Ya sure, na mimi ninavyofahamu wewe hapo, kama wewe binafsi umeshaenda sehemu nyingi sana tofauti na umeshakutana na changamoto nyingi sana. Pale Kongo kuna sehemu inaitwa Kanyaka. Pale uwaga unatoa shingapi kwa wale watoto wewe mpaka kupita? Bwana, pale Kanyaka lazima ujiandae. Kibunda kiacha kutosha, kibunda mchuzi. Kama pesa ngapi pale unatoa mradi uweze kuscape upite pale? Pale inaangalika na sura. Pale ukiwa mapepe lazima unaweza kutoa $10 yani. Kuchange kwa faranga mchuzi ukamalizia heka. Kwa hiyo ni wewe tu unaangalia unaingiaje. Japokuwa Kongo bwana, Kongo ni Kongo, asikwambie. Kongo sio kama Mbagala. Ikitokea umepita pale na pesa ambayo haieleweki, kwa mfano labda wewe mwenyewe maseke hauelewi, yani mfukoni ile mambo sio sawa, unaweza ukapita ama ndo changamoto zinaanzia hapo? Kupita unapita, japokuwa unajihatarisha sana. Kupita unapita, sio kama upita. Kwa mfano hatari zake zinaweza zikawaje, yani hamu tufahamishe hapo kidogo tujue. Unaweza ukapigwa mawe, ukakata fuse pipe. Kwa hiyo mambo ni mengi. Wewe ishai kukutokea hiyo? Ishai kutokea. Swala kama hilo sisi nchini kwetu hapa Tanzania likitokea labda changamoto za hivyo, tuliona mfano mdogo Panya Road waliingilia kati, lakini serikali ikazima mapema. Kwa upande wa Kongo kule serikali yao ni vipi, yani mpaka raia wao wanafanya fujo na nyinyi mnawapelekea mizigo nchini kwao, lakini imekuwa tofauti? Mtu ambaye kuhusiana na serikali yao kwa Kongo inakuwa vipi? Bwana, Kongo sio kama Tanzania. Yani Kongo sio kama Tanzania. Unajua askari wa Kongo yani ukimuona kwanza unamhofia. Sio kama Tanzania, unaweza kumuona afukulia. Ila ukimuona askari wa Kongo unapopata breakdown baada ya kumkimbilia wewe ndio unamkimbilia.
pia. Inakuwaje yani kwamba yeye anakuwa naye miausho, anakuwa mgaigai au ni vipi? Yani mwenyewe anavyoonekana tuseme sijui ndio. Yani siwezi nikasema ni njaa. Yani ni maisha jinsi yalivyo hapo. System yao. Kwa hiyo serikali yao kule ni I support yani kiufupi. Sijajua sasa kwa upande fulani. Sijajua wao wenyewe system yao. Unajua mtu unapomwona askari unajua hapa mimi napata amani. Lakini Kongo unapomwona askari amani hakuna. Askari naye anataka mafuta. Bwana, hii ni Gademit TV, ni special kwa ajili tu ya madereva, na leo tumekutana na changamoto kama hizo. Shai kusikia askari anakimbiwa lakini sisi bado au vipi bwana? Shout the body. Umeshafanya kazi kwenye makampuni mengi na umepita sehemu nyingi na umeshakutana na changamoto nyingi pia. Wewe unatamani kufanya kazi na kampuni gani labda binafsi? Azam Bares. Azam. Kwa nini Azam? Bwana, yani ni kampuni ambayo naikubali tu automatically, yani naielewa. Nimetokea kuelewa tangu zamani, sio leo, yani kabla hata sijaingia kwenye magari. Haujawahi kabisa kufanya nayo kazi? Sijawahi kufanya nayo kazi na natamani kufanya nayo. Okay, sawa. Lakini Shout the Body, Zela Michezo, kwa nini imetokea Zela Michezo? Kwa nini isingetokea labda jina lingine tofauti na hilo? Michezo tunaijua barabarani kwamba sometime hivi na vile. Sasa wewe kwako imekaje hiyo? Bwana, hiyo michezo imebeba vitu vingi sana. Ila michezo kama michezo, yani sio ni hadithi vipi mpaka likatokea leo neno la michezo. Kwa ufupi tu sisi tunatamani kujua, binafsi mimi pia na washikaji zako ambao wako na wewe mara nyingi sometimes wanakuita na usikute hawajui, maana labda utufahamishe tuweze kujua leo. Bwana, hiyo ilikuwa 2021. 2021 tulikuwa tunapeleka Itiro Mumbashi. Walikuwa na wanangu wawili watatu hivi. Kwa hiyo kwenye kaeka za barabarani zile, na jamaa alipiga breki fundo la kutosha, gari ikageuka ilipotokea. Kwa hiyo mimi tukasema michezo ndo tunajua. Kwa hiyo neno ndo lilipoanza mpaka leo ni michezo, yani michezo. Ikatokea mpaka wewe kuwa CEO wa michezo au vipi bwana? Kwa hiyo tulivoleta na watu wakalikubali. Ndio hivyo, Mungu mwema. Maisha na kwako Zela Michezo umeshafanya mara nyingi tayari na watu wanafahamu kabisa kwamba mpaka wewe mwenyewe kuwa CEO sio kitu kidogo. Sasa mimi nilikuwa natamani au tunatamani kujua wewe ni kuhusiana na malipo ambao wanalipo madereva hususan wa masafa marefu au transport, inakuwaje? Yani kwamba ina kiss ama ndio inakuwa tu ile mradi tufanye kazi mambo ya sky kinyongo? Bwana, kuhusu maslahi ya madereva, unajua kila kampuni inalipa inavyojua wao, yani kwa katiba yao ambao wanaipanga. Basi madereva bwana kutoka Dar es Salaam mpaka Kongo mimi nitalipa hivi na hivi na hivi na hivi. Makampuni ni mengi, wanaofanya transporter ni wengi sana, kila mtu analipaje wake. Wewe kwa binafsi sasa wewe unaviona ni jinsi ambavyo wanalipa labda wanavyolipa labda watu wa Rwanda, madereva wa Rwanda na madereva wa Tanzania, kwa sababu sometimes mmepiga story pamoja, unahisi malipo yanakidhi mahitaji ama ndo tofauti? Bwana, maslahi ya Tanzania hayatoshi, hatutoshelezi. Yani tunaumia, ila pa kusemea hatuna. Imekuwa mabosi wakinunua magari mengi sana na uchache wa madereva umekuwa ukiongezeka. Unafikiri changamoto ni nini labda? Bwana, changamoto ni leseni. Leseni ndio zinaisha na matajiri bado wananunua magari. Madereva sasa hivi madereva hakuna na matajiri bado hawajalijua hilo. Sijajua hata kama wamelijua labda wameamua tu kulipuuzia. Wananunua magari mengi sana alafu madereva hakuna. Maana asilimia nyingi madereva wapo tu nyumbani, hawana vyeti, hawana leseni, wapo tu nyumbani. Wewe unaamini dereva mzuri anatokea chuo ama dereva mzuri anatokea kushoto, yani kama tandboy? Bwana, dereva mzuri anatokea kushoto kama tandboy. Na sio shule. Shule hafundishi madereva. Pale shule unaenda ushakamilika, ushakuwa dereva. Kwenye hususan ulimwengu wenu wa madereva ambao wa masafa marefu au vipi? Kwa unaenda shule pale, huyo mwalimu anaweza kukwambia hii ni 1, hii ni 2, hii ni 3, hii ni 4, hapo una delivery hakuna. Shout the body, Zela Michezo. Bwana, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la madereva wa kike. Ili swala kwako limekaaje na unafikiri pia unaweza kufit kama nyinyi ama imekuwa tofauti kidogo? Nyinyi ni nyinyi, yani kwa maana sisi wanaume na wao female wanakuaje kwenye upande wa madereva? Bwana, kufit na fit. Ana madada wengi sana hapo. Wakina wapo na kazi wanazifanya vizuri, wanaziweza na wana mambo mengi. Kwa hiyo madada wanaotaka udereva sisi tunakaribisha, wakaribie. Ulimwengu upo, hauna mambo mengi. Ila ukija uje na akili moja tu ya udereva, maisha mengine yaendelee. Kwa nini akili moja? Kwa maana kuna vitu vingine vingi vinatokea hapo katikati ama inakaaje?
wanawake ni ushawishi, kuna tamaa. Kwa hiyo wakae kujua hiyo. Lakini kumbuka wanashawishiwa na madereva au watu tofauti tofauti, mabosi na nini. Na akili yako mwenyewe inatabirika kutuma. Au vipi? Kama una msimamo uweze kufanya gari kama hiyo. Bila msimamo na maisha mengine yanaendelea. Hapo kama kuna siri fulani hivi. Tuachane na hapo, tukija tena kwenye upande mwingine wa dereva ambaye wa kike ambaye amefariki siku za hivi karibuni kutokana na matatizo tu yalotokana msiba wake umewagusa watu wengi, pia namzungumzia Tina. Kwako ilikuwaje ama wewe umepokeaje msiba wake Tina ambaye ni dereva mwenzenu ni wa kike? Bwana mimi nimegusa sababu Tina namfahamu, japokuwa si mshikaji wangu sana ila namfahamu. Yaani kwa mtu ambaye yote anatumia mitandao amna somo ya Tina. Kifo kimegusa watu wengi sana na kuna wengine mpaka kesho. Tina ni mtu wa aina gani? Unamzungumziaje Tina akiwa barabarani, labda ushawahi kukutana naye akiwa ndo anatoka zake sehemu ama anaelekea, yani jinsi ambavyo unamfahamu hata kwa uchache, ni mtu wa aina gani? Ni mtu mcheshi, anapenda sana kuongea. Yaani hana mambo mengi. Nafikiri madereva wa kike wanaweza zile pilika za Kanyaka, Tunduma, labda wanaweza kuzistahimili kama madereva wa kiume? Wapo wengi sana wapo wanaweza zoekae watu na Maki na Shamba, akina Salome. Wapo wengi sana, kila siku ndo wanashinda huko. Akina Tuma, wapo madada kibao hapo ambao wanakopo ni wanawake kabisa, hawana mambo mengi. Wanawake washoka. Tina alikuwa ni mwanamke fulani ambaye ni dereva ambaye ni wa tofauti sana, na nafikiri msiba wake umewagusa wengi. Wewe ulipopata taarifa wa msiba wake ulijisikiaje, labda ama ulipokeaje ili swala la msiba wake? Bwana, moyo uliumia sana. Nilijisikia vibaya sana maana kaondoka bado mdogo sana. 22 ni mdogo sana. Unajua? Kwa nafsi zilituuma kiufupi. Kwa hiyo anayemfahamu Tina, anayetumia mitandao ya kijamii, lazima amfahamu Tina. Tina ni mtu ambaye ana namba kubwa sana kule TikTok, alikuwa na influencer mkubwa. Watu wengi sana walikuwa wanamwangalia Tina kama role model wao, hususan wanawake wengine bila kujali umri wao, lakini wengine walikuwa wanajifunza vitu vingi kwa Tina. Wewe unafikiri kitu gani ambacho kinaweza kikafix ama kikafit baada ya Tina kuondoka? Yaani kuna mwanamke mwingine ambaye unamwona anakuja kufit? Bwana, madada ni wengi sana. Wapo ni wengi sana wanatumia mitandao na ana ushawishi mkubwa sana kwenye jamii. Wapo wengi sana. Japokuwa Tina tabaki kwa Tina na ana pengo lake kwenye mitandao. Kwa tutazidi kumkumbuka. Mungu ampe kauli thabiti, ampunguzie adhabu za kaburi. Amina, inshallah. Shalab the body, Zela michezo 450 umeme, na inasemekanaga sana kauli ambayo wewe unapenda kuitumia, na utuambie kwa nini unapenda kuitumia kauli labda. Bwana, michezo tu kaka, michezo sababu yani unajua unafanya kitu ambacho nafsi inapenda. Yaani automatically mimi Sweden namkubali yani. Tofautisha na gereza kichina, japokuwa ndo tulipotokea. Ila Sweden kama Sweden ana kijiji chake au ana dunia yake. Kwa wewe unapenda sana gari za Sweden kuliko gari za Kichina au vipi? Yaani napenda sana. Tofauti kati uliopo wa gari za Kichina na gari za Sweden ni upi labda? Bwana, unaweza kangombanisha ndugu zangu wa madereva wa Kichina, naweza nikaongea hapa naonekana kama nawakandia. Japokuwa Sweden atabaki kwa Sweden yani ana dunia yake. Yaani ana dunia yake, achoshi. Aumizi sana kama mchina. China anaumiza. China ana changamoto. Naumiza sana, sio kidogo. Yes, Joe, bwana, tulikuwa tumezungumza vitu vingi sana, na naamini umejifunza vitu vingi sana kwenye ulimwengu wa madereva, hususan wa masafa marefu. Ulikuwa na Messi, na hii ni Gademet TV, ulimwengu fulani wa kitofauti sana. Huu ni ulimwengu wa madereva, na leo tulikuwa na mwanetu Charles the Body, Zela michezo, na anatumalizia, anatufungia. Bwana, una kitu chochote cha kuambia madereva wengine ama watu ambao wanatumia barabara kama wewe? Bwana, tuzidi kupambana. Makini unahitajika ndani ya mwisho wa mwaka kama huu. Yaani makini. Unajua gari nyingi sana zinatokea mwisho wa mwaka. Tumtangulize Mungu, maisha mengine yaendelee. Bwana, Zela michezo, tupe kidogo zile ambazo tunaonaga kule kwenye platform za mitandao. Sitokana ujanzaa wewe saa. Kwani wewe nani? Acha kutia huruma, anajichoresha. Gademet TV. Mahali pa